gariga yalla diilin gariga yalla diilin gariga yalla diilin yogayiga damba gobolka wajeer gooni laga dhigo nimca lagu galaaday gudahan dalkii yogayiga damba gobolka wajeer gooni laga dhigo nimca lagu galaaday وحجار كوياهي gobolka wajeer gari iyo bicid qorayo halka gees kastaba fadhiya وحجار كوياهي gobolka wajeer gari iyo bicid qorayo halka gees kastaba fadhiya dunidu waxay goobisiyo gucla ugu jiran qorayo haldhayo gooman tahay gudahan dunidu waxay goobisiyo gucla ugu jiran qorayo haldhayo gooman tahay mar hadday goodirkiyo gorayo bicid gula dhigay wajeer gobanimo bulshoy gornayaan la diri mar hadday goodirkiyo gorayo bicid gula dhigay wajeer gobanimo bulshoy gornayaan la diri faida yao kwetu nyingi sana, kurembesha kwetu Abaswe. Jamani, walinde na kuepusha hatarini twiga. Kuna hawa ndugu zetu warembo sana, ni warefu, tumezoea kuita malikia, pia warembo wetu Abaswe. Zamani walikuwa wengi bala, siku hizi wanaelekea kuisha. Jamani, tuwalinde na kuepusha hatarini twiga. Wanasema nyama yao tamu sana, hapana katu jaribu anda. Mola mwenyewe kakatakata, nyama ipo katenga sisi kula. Kaumba ngombe ngamia, yatosha sisi jamii kula. Jamani, tuwalinde na kuepusha hatarini twiga. To present to you a poem entitled Giraffe. So, sit back, relax, and enjoy. Welcome. Oh, giraffe, giraffe, you make me laugh. You are so tall with a head so small. You are so long to have a neck so long. Oh, giraffe, giraffe, you make me laugh. Don't kill giraffe, it makes me happy. Giraffe Day is here. Let's celebrate. With their long neck, they are really great. Tall and graceful, reaching up high. Giraffes are unique under the sky. Their spurs are like a work of art. Patterns on their skin, every part. Their skin are patterns on their skin, every part. Their shield and one. So
us celebrate Giraffe Day. Giraffe Day celebration. So on Giraffe Day, let's have some fun. Giraffes are friends, both big and small. We love them one and all. Giraffes are unique. We love them one and all. Let us celebrate Giraffe Day. Learn about these animals one by one. We'll draw them with spots and colors bright, imagining their world day and night. Giraffe Day is a special day. To appreciate these creatures, let's soul sublime. So let's dance and prance like giraffes do, and celebrate Giraffe Day, me and you, learning and laughing side by side. With giraffes, our spirits will always glide. Thank you. And on this World Giraffe Day, we are here to say, in the land of Wajir, our Somali giraffes way. We are blessed with a heritage, so tall and so grand. Their long necks reaching toward the sky. That we, as a community, can change their fate before it becomes too late. For Wajir giraffes, we'll fight the fight, because every giraffe has the right to life. We invite you all to join this cause, to give nature a moment, give it pause, to protect our giraffes in Wajir first expert. Give them a chance, a real chance. This World Giraffe Day, let's make a vow to protect our heritage, to protect it now. For our dear giraffe and the sky so wide, let's be the shelter, let's be the guard. In the name of Somali giraffe, so elegant and lean, we celebrate today on the world stage and scene. Join us, dear people, in this righteous quiz, for in saving our giraffe, we are all blessed. Thank you. Habari zenu watu wa Wajir na watu wa Habasweni na watu wa Sabuli. Mimi naitwa Sharmarke. Na furaha sana leo, Madam Waziri, yani tumefurahi sana kukuja Wajir, kukuja Northeastern. Inamaanisha nini? Only one thing, tuna wildlife ya kutosha na serikali imetuweka mbele kabisa. Kwa hivyo tushangilie serikali yetu, tushangilie waziri wetu tafadhali. Hii ni furaha sote kwetu, sote Northeastern, Garissa, Wajir na Mandera. Kwa hivyo ningependa kuwaita Conservancy ambaye mimi nilianzisha kitambo together na community yetu ya Sabuli Rangers
Sabuli Scouts, muko wapi? Sabuli Scouts, ningependa waziri wetu na wageni wetu wote including our guests kuja. Madam Waziri, hapa ulivyoona Wajir County tuna wanyamapori wa kutosha. Unaweza fikiria, ukaimagine kuanzia Kenya ikue hawa wanyama at some stage walikuwa wanafanywa poaching na mpaka sasa hivi hazijaisha. Inamaanisha kitu moja peke yake, wanapenda kuwa hapa, wanazaana na bado wako. Kwa hivyo ni nini leo tuna celebrate hapa Wajir? World Giraffe Day. World Giraffe Day leo inasherekewa duniani kote, na hapa Wajir ina maana kubwa kwetu, manake tuna twiga aina ya Somali ama reticulated nyingi zaidi duniani. The Somali giraffe katika dunia mzima inapatikana kwa wingi Wajir kuliko popote Kenya duniani. Kwa niaba ya sensa ziliyofanywa 2021 tulikuwa na giraffe 6,120, lakini Madam Waziri, wageni wetu, hizi twiga zimepatikana na msiba mara kadhaa. Ya kwanza ni poaching, commercialized poaching ambayo inaendelea. Watu wetu hapa ni wafugaji, ni watu walikuwa wakitunza na wakichunga wanyamapori, na wana challenges nyingi na simba na fisi kuwamalizia wanyama, lakini walikuwa wanaishi nao kwa milenia. Lakini kwa sasa mila, njaa, tabia imeleta kuporomokwa na hiyo utamaduni ya kuchunga twiga kwa baadhi za area zetu zingine. Giraffe tunakisia inamalizwa Wajir kwa ajili ya nyama yake. Particularly Habaswein iko na giraffe zaidi ya kote Habaswein sub county, hata kuliko Sabuli. Lakini challenge imepata ni kwamba watu wamemaliza Wajir kote, na sasa wamekuja huku kujaribu kumaliza hii twiga. Simba mwingine wa giraffe ni ukame na maji kukosekana na magonjwa mbalimbali. Kwa hivyo Madam Waziri, tunashukuru na tunataka utuwekee mikakati kama watu wa Wajir, kama watu wa Northeastern yote, ya kujaribu kulinda hizi challenges. Sio Wajir peke yake, ziko challenges ambazo pia ziko Garissa, ziko Mandera, ya poaching, ya ukame na ya magonjwa ambaye inasumbua wanyamapori wetu. Na sio wanyamapori ambaye ni giraffe peke yake, kuna pia challenge ya kudeal na ostrich, mayai yake. Watu wetu waliambiwa kimakosa hii ni dawa, na ni uongo mtupu, sio dawa. In fact, ugonjwa nyingi tunapatanga saa zingine tujui, tunapatanga kutoka wanyamapori ambao ni wagonjwa. Kama hebu mujiulize watu wa Wajir na watu wa Northeastern, kama nyama leo ikichinjwa pale kwa butchery, lazima ipitie inspection, iangaliwe ina ugonjwa gani. Wewe umetoa wapi hiyo confidence? Umetoa wapi ya kukula nyama ambaye anaishi porini, ana ugonjwa mbalimbali? Hiyo ni uongo, haina dawa. Mila yetu haijakubali. Hiyo ni dawa. Mayai ya ostrich sio dawa. Nyama ya twiga na mfupa yake sio dawa. Nyama yote ya porini yanafaa kuishi porini. Na sisi tunafahamu ya kwamba, Madam Waziri, wanyamapori wameishi na sisi vizuri, na tunajua kila pahali sehemu iko na wanyamapori zaidi ya yoyote, ina baraka zaidi, manake watu wetu ni wafugaji. Kwa hivyo ningependa tushukuru ile neema Mwenyezi Mungu ametupatia, na nyinyi tungependa
waziri wetu together na PS wetu, tafadhali mtusaidie anta wa maalinta loo dabaaldegaya geriga dabaaldegiisa. Geriga waxaan ognahay adduunka gerigan ku nool anagu nagu abtirsadaa ma ogidin. gerigan Soomaali baa la dhahaa, geriga Masai Mara laga helo Masai Giraffe baa la yidhaahdaa, kanna Somali Giraffe. war ugaar badan oo anaga nagu abtirsataa dhulkan ku nool, dhulkan weligeenba awowyaasheen ka awow yaa badbaadiyey ilaahay ka sokow. annagu maanta maxaan geri ugu kacnay? hilibkiisa maxaan u raadsanaa? waxaan dhulkan khayraadkiisa iyo quruxdiisa weeye. waxaan idinka baryayaa inaad geriga hilibkiisa la iska daayo. waa been, daawo ma aha. ukunta gorayada waa been, daawo ma aha. waxaasa la iska daayo. midda kale adduunka oo dhan wajeer buu ugu badan yahay, habasweyne khaasatan. waxaan idinka jeclahay inaad daysaan, faa'iidadiisa waad arki doontaan. ummadaha kale way ka faa'iidaysteen, shaqooyin baa laga helaa, isbitaallaa laga helaa. marka waxaan idinka baryayaa inaad joojisaan anoo soo gagaabinaya. Jina langu ni Linet Misiko na nilikuwa nimeprepare speech ndefu lakini ni machache, but kama KWC ningependa kusema hongera kwa Bwana Sharmake. Tunampongeza sana kwa kazi ambayo amefanya. I think tunaweza kusema wengi wetu hatungekuwa tumefika Wajir leo kama haingekuwa kwa sababu yake, na anapigania ambalo sana kuuzwa, lakini kwa sababu ya yeye saizi kila mtu ako hapa, CS ako, PS ako, so inamaanisha kuwa hapa endelea. Kwa hiyo machache, asanteni and thank you so much Mr. Sharmake. Ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha katika hafla hii ambaye ya jumuiya ya dunia nzima leo inasherekewa ya Giraffe Day, siku ya twiga. Ni siku muhimu sana katika dunia, na tunasema kama sisi tunasherekea na dunia zingine, tunasema asante, Mungu ametufikisha. Ya pili, Bwana Waziri, kama jamii wa Northeastern Province tuko na wanyama wengi sana, sio twiga peke yake, na hizo wanyama zina shida zake ambazo tunaishi nao na kuna faida zake nyingi. Ningependa kusisitiza machache kuhusu twiga. Twiga ni mnyama ambaye anaishi na ngamia. Twiga ni ngamia, zinaishi pamoja na ni kama zinafanana, zinakula nyasi pamoja, habitat zao ni kimoja, na ugonjwa zao ni moja. Twiga ikingonjeka, ngamia inangonjeka. Ngamia ikingonjeka, twiga inangonjeka. Sisi kama wafugaji tunatibu ngamia zetu, lakini twiga haitibiwi. Na kama zinakaa pamoja na moja zinatibiwa, hiyo ingine haikutibiwi, ugonjwa inaendelea. Hiyo ni shida ile tuko naye. Tunahitaji Bwana Waziri, mahitaji yetu ni mengi katika area hii. Tunataka wanyama zetu nyingi. Tuko jirani na refugee camps, tuko jirani na Somalia, na mnajua hizo area mambo ni mbaya kwa wanyama za pori. Kwa hivyo tunahitaji askari wa KWS siletwe hapa Swen. Tunataka kambi hapa Swen. Ile kambi ya Wajia iko mbali, inafanya kazi mzuri, inafanya kazi yake, lakini kwa vile ardhi iko kubwa, nchi yetu ni kubwa sana. Wajia South as a constituency ni half of Wajir County. Assalamu alaikum. Mama Waziri, vile unajua twiga vile Sharmake ambaye mtu wa Conservancy alisema ni karibu kukwisha katika Kenya yetu. Hapo zamani kidogo kulikuwa na mnyama anaitwa ndovu. Wakati mimi nilikuwa kijana kidogo, twiga ilikuwa inajaa hapo karibu Habasweine, kila mahali ilikuwako. Leo ukiambiwa yameshukua milioni kadhaa dollars, huwezi pata twiga nini ndovu hapo area yetu.
iliwindwa na poachers. Kwa hivyo hii wanyama inaitwa twiga inatakana ihifadhiwe kabisa, na serikali iweke manane hiyo jambo. Ile jambo lingine, mama waziri, huwa vile sisi wananchi wa hapo Wajir South ni rafiki wa wanyama naitwa twiga. Vile twiga imeisha mahali pengine katika mkoa hii wa kaskazini mashariki, kwetu iko tele sana, na hiyo imefanywa na wananchi ambaye kwa rafiki na hii wanyama. Kwa hivyo mama waziri, vile unajua hii ni wanyama wa porini, si wanyama yetu wa kawaida. Kama mimi mzee ama wazee kama haraka yangu, sasa hata propose tuweke ile alama ya mfugo yetu hii twiga ambaye iko area hii. Manake ili tuone watu wengine wakiwa wanawinda hii wanyama, tulinde kabisa. Mheshimiwa ndia Wajir South na kuna wageni na Wajir South yote, asalamu alaykum. Yangu ni dogo sana, kwa maana ingeongea mingi leo, sababu baraza imekuja karibu. Baraza imekuwa wakati karibu waziri ndio kuja, lakini tungeongea mingi sana leo. Mambo ya wanyama wanaongea hata watoto na wazee. Na hii ngamia na hii twiga alikuwa ni mingi katika nchi yetu, na bado yuko mingi. Mwaka 4 alikuwa iko ukame mbaya, imetoka Kitemo sehemu yetu ya Wajir County, na hii mvua imekuja kwetu na watu wamekula sana. Mbeleni alikuwa kama habari iko ukame, watu iko na mifugo yao wanatumia, lakini wakati mfugo unakuja, wananchi wamekula nyama ya twiga zaidi. Kwa hivi hata sasa kama nalindwa, twiga ni mingi zaidi, twiga ni mingi zaidi. Wajir South twiga anakuja yote. Kitu kingine, Mheshimiwa Waziri, hii mfugo ya wananchi, simba ndio namaliza. Na hii simba kama nakula gombe, hakuna ila ya kulipa kwa watu ya KWS. Na fisi, simba, hii mfugo namaliza yote. Fikiri mengi imesemwa juu ya World Giraffe Day. Hii mnyama ambayo ni nyama ya ajabu. Mimi sina mingi ya kusema madam. Zamani tuko na mto unaitwa mto wa Sunyeru, inapita hapa to some 3 kilometers from here. Before independence, hii mto ilikuwa ina maji throughout. Lakini wakati hiyo wanyama ilikuwa unajaa area hii. Twiga, ndovu, buffaloes, all of them were here. I think this would have been the best conservative. Lakini sasa hii mto haina maji, na hizi nyama zimetoweka. Yango ni ya kwamba mto wa Sunyeru is the 3rd biggest river in Kenya, na inakuja paka 18 kilometers mahali inaitwa Dulgup, inaishia hapo. Ningependekeza tafadhali kwa heshima yako tupate mega dam kubwa kama Kambere type hapo, ili hii river iflow, ndio hii wanyama irudi kwa hizi mbuga. Secondly, hapa ni part of the Lorian Swamp ambayo tunaweza kupanda mashamba inaweza kuzwa hapa. Yango ni kupropose madam, tafadhali conservative ya North Eastern imekuwa very active, tusaidiwe ili tuchunge hiyo giraffe. Lango la misho, mambo ya poaching imekafiri sana hapa, na watu wanaua hii giraffe kwa shauri ya kuuza hiyo nyama yake. Tungependekeza wizara ambayo wewe unawakilisha waandike game rangers mingi kuprotect huu nyama. Kwa haya machache tunasema karibu Habasweine, and thank you very much. Waziri, dada yangu, mama kama mimi na mabs wake, Mheshimiwa Ado Muhammad Adan ambao wanaheshimika, MP wetu wa area, na mawageni wote, habari zenu. Mimi nafikiri nimesemwa ile nikisema imepita yote. Sasa ni kusalamia na kukaribisha waziri wetu, dada yangu kama mimi na wageni wake.
Nasema naongea kiniaba ya kina mama ya Habaswein au mimi ni chair lady. Naongea kidogo. Naona sina fursa mingi. Nikiongea upande ya Giraffe, leo tuko na furaha mingi sana. Na tunashukuru kijana wetu ametuletea hii maendeleo yote. Aitwa kijana yetu. Tunashukuru sana kwa maana hii akili yote na hii maneno yote ndio ametuletea kuchunga Giraffe yetu. Na ni uso yetu, na ni mali yetu. Sisi watu wa Wajir County ama Northeastern ama wa Somali ama Kenya mzima, mahali hakuna wanyama ni mahali haina sura. Serikali hakuna wanyama ni serikali haina sura. Serikali nyingine wamemaliza wanyama yao, sasa wanakuja kutembelea yetu ili watuletee maendeleo. Vile tumetunza yetu na wao wamemaliza yao, ndio tunataka watu wa Habaswein na Wajir South na Wajir County, niseme watu wa Northeastern, hiyo tumechunga ni kama ngamia yetu na mbuzi yetu. Nimesikia mtu mmoja sahihi alikuwa anasema yeye anakula na ngamia na mbuzi na bado anaingia kwetu. Ni uso yetu na ni sura yetu. Kwa maana hatutaki imalizwe na hatutaki iwawe na hatutaki ikuwe ugonjwa na hatutaki ikufe na ngaro na hatutaki akufe bure. Ile mtu anaua, serikali tunataka auwe yeye. Auwe yeye. Ngoja. Tunataka tena wakijana wetu hawana kazi. Banadisi ndaongeza kidogo. Wakijana wetu hawana kazi. Kijana yetu Sharmarke tunashukrani sana. Tunashukrani sana. Amepatia wakijana hata kama ni volunteer, serikali atawaangalia. Na bado tunataka watu wa Habaswein na wote wakijana wapate kuchunga Giraffe, hata ili wapate pikipiki ya kukimbiza wale mashufta ya kuua Giraffe. Kuna wale mashufta wanaua Giraffe. Madam Waziri, karibu nyumbani. Sisi tuko na furaha kukaribisha hapa leo. Najua si mara yako ya kwanza kufika kaunti hii ya Wajir. Tulikuwa na wewe kwa Thanksgiving ceremony wa msichana wetu Umi hapo Wajir. Sasa ni mara ya pili kutembelea hapa Habaswein nyumbani. Tuna furaha kubwa sana leo kwa siku ya Twiga duniani kuadhimishwa mji wa Habaswein. Vile mwanzilishi wa Sabuli Wildlife Conservancy Sharmarke alisema, nikikupatia historia kidogo, mambo ya wanyama pori katika eneo hili la Wajir. Ukiambiwa vizuri, mwaka wa 1961 wakati wa ukoloni, labda wazee wako hapa wanaelewa na wako na historia ya kutosha. Serikali ya ukoloni ilikuwa imegazette the only wildlife conservancy in the region in Habaswein sub-county in the name of Sabena. After independence, kulikuwa na pia expansion of some conservancies, but midway hapo katikati from 1973 wakati tulianza mambo ya certification na mambo ya human wildlife conflict kuzidi, tukawa sasa na kupotea kwa wanyama pori na misitu zote kupotea. Sasa kwa hayo, mimi nikisoma shule hapa Habaswein, nakumbuka tulikuwa na station ya KWS hapa Habaswein nyumbani. Some 30 years ago kulikuwa na hapo center ya KWS, tulikuwa na maafisa kutoka Kenya Wildlife Service walikuwa hapa. Lakini kwa vile sijui kulikatendeka na nini kwa serikali, wakahamishwa na station kubwa ikafunguliwa Wajir. Vile county commissioner alikuomba kwa kata Sikongo ofisi yake, tunataka ofisi ya Kenya Wildlife Service ifunguliwe Habaswein ikiwezekana inshallah. Ya pili, kuna concentration of a lot of wildlife in our area. Not only giraffe. Today we are marking the World Giraffe Day in Habaswein, but we have huge number of wildlife in Habaswein sub-county, Sabuli Conservancy included. Tuko na giraffe, tuko na wanadisi ngoja kidogo tutambia. Tuko na lions, all sorts of wildlife are here. Sasa ile jambo ambayo
inapelekea watu kufanya uwindaji haramu wa wanyamapori ni kukosa kazi, and the source of human wildlife conflict is because of population increase in human settlements, as well as increase in wildlife population densities. With those few issues, I would like to request Madam Waziri, and I have paid a courtesy call to Madam Sylvia in our office, and I made some few requests. We have farms along Ewasonyiro in this area. Hizo farms watu wetu ng'ombe ziliisha. Kitambo tulikuwa wafugaji, saizi lakini sisi tumekuwa tunalima vizuri. So tunataka usaidizi kwa upande wa kusaidia wananchi in terms of community initiatives. Ile ingine nataka kuomba kwa ofisi yako, na nadhani mkubwa wa Kenya Wildlife Service ambaye anawakilisha yuko hapa na sisi. In 2012 there was an issue of human wildlife conflict in a place called Dilmayale in Habaswein Ward. Two school going children have lost their life because of an attack by a lion. We have lost 2 school going children way back in 2012. There was no compensation that was done. An elder by the name Jele Dugo lost his 2 sons. 2 others were injured. They were never compensated. Only 75,000 Kenya shillings was offered to the family in terms of compensation. One of the injured is now a student pursuing Bachelor of Medicine and Surgery in Kampala University. We need a support for those students. Mzee pia amekuwa mzee sasa, anataka usaidizi pia na compensation kupewa. Ya mwisho vile nimesema, Conservancies tuko na Sabuli Wildlife Conservancy ambaye imeanzilishwa na ndugu yetu Sharmaki ambaye amefanya kazi mingi. Wildlife concentration kwa hii sub county ya Habaswein imekuwa mingi kwa hii ward ya Habaswein. Hata yeye vile amesema, tunataka if they can expand to Habaswein ward and adjacent areas, tunataka usaidizi wako kupitia kwa area MP and the Sabuli Wildlife Conservancy as well as other existing conservancies and sanctuaries that are in place. Mheshimiwa Waziri, Madam Benina Malonza, Katibu katika afisi ya serikali ya Tradi, Mheshimiwa Omi Bashir, Katibu katika ofisi ya serikali ya wanyamapori, Mheshimiwa Sylvia mbunge wa eneo hili, Mheshimiwa na itifaki zote zimezingatiwa. Hamjambo. Salamu alaykum. Hamjambo. Kwanza kabisa napitisha ujumbe wa kuomba msamaha wa kwamba mkurugenzi mkuu Dr. Kanga angeweza kufika, alikuwa ameandamana na ujumbe wa waziri, lakini kwa sababu ya shughuli ambazo walikuwa nazo na singeweza kuepukika, hakuweza kuwa nazo. Ujumbe niko nao ni wa haraka sana kwa sababu ya masaa. Mnajua kwamba wananchi watukufu wa eneo hili la Wajir, wakati Mungu aliumba dunia, aliambia mwanadamu awe mfalme. Na katika Qur'an tukufu pia na Biblia, Mungu katika kuwa mfalme wa hii dunia ya kwamba viumbe vyote akaweka chini ya himaya ya binadamu. Lakini hakuna mahali katika Qur'an ama Biblia tuelekea ya kwamba kuna wanyama tutakula tumalize. Atuambia tuwe wafalme tuchunge. So ningeomba wananchi wa Wajir kwamba yule mnyama anaitwa Giraffe ambaye hapo eneo hili, ambayo ukiangalia katika serikali ya county ile emblem yao, huyo mnyama na ngamia wako pamoja. Tuchunge huyu mnyama, na ningeomba, nilikuwa na mkutano na gavana wa county hii na akanihakikishia kwamba tunataka tuanzishe conservancy nyingi ili tuweze kuchunga hawa wanyama na ndio wananchi waone matunda ya hawa wanyama. So ningeomba tuchunge kwa sababu wakati walihesabiwa tulikuta mlikuwa
na twiga 19,000. Ule twiga ambaye tunasema ni flagship ya hapa ambaye ni reticulated giraffe walikuwa 6,000. Sasa tungeomba ya kwamba hawa 6,000 wako sahihi. Kuna watu ambao si wazuri kati yetu, so tungeomba ya kwamba tushirikiane, serikali kuu, serikali ya kaunti na wananchi kwa jumla, tushirikiane katika kuchunga hawa wanyama. Tutafanya kazi pamoja. Umetaja mambo ya conversation ridhaa. Nafikiria ile shida iko kidogo ni kwamba ile namna ya kufuata utaratibu wa serikali ni kwamba ikifanyika mtu akiwawa amejeruhiwa na mnyama wa pori, unahitajika kupiga ripoti katika kituo cha polisi, pia unahitajika kupiga ripoti katika kituo cha KWS. Waziri wetu Penina Malonza, Cabinet Secretary for Tourism and Wildlife, my sisters, the 2 PSs accompanying her, the PS for Wildlife, Cynthia Williams, my sister, the Permanent Secretary, the Principal for Heritage and representative of the Kenya Wildlife, our CC, Khalif Abdi Ali, who's representing the Governor of Wajir County, our member of the County Assembly, Mheshimiwa Ahmed Deis, all protocols observed. We are really honored today, Madam CS pamoja na ma-PS wake ambao hapa kututembelea ili to observe with us the World Giraffe Day. We are really honored as the people of Wajir South to host you here on this day and for this very important occasion at a time when we are losing so many of our wildlife. And it saddens me that this is a continuing process day in, day out, and sometimes we're even losing lactating giraffe, as we saw in the past days. I must also assure you that the people of Wajir South are very committed to conserving their wildlife. It is a few people who are taking advantage and commercializing the whole issue of buying and selling game meat that are taking advantage of that. And some of them are coming from the refugee camps where people have found a taste for giraffe meat, and then also those who are supplying some demand on the other side of the border. And I know it's late, we have to send our CS and PSs back, but I just want to point out that conservancies like the Sabuli Conservancy, Sabuli Wildlife Conservancy have done a great job ensuring that our wildlife are conserved. And they have been doing that without much help from our government or anywhere else. And we are supposed to go forward from here on in to ensure that our wildlife are conserved. The community is working on making sure that our wildlife are protected. We have to start helping our conservancies. NECA, Sabuli Conservancy, and there are many other conservancies, not just in Wajir but in Nordistan as a whole. And as a community, I think we need to start looking at this wildlife as our prized heritage, which we need to protect, even if it means with our life, so that we can pass them on to future generations. Waziri
BSS, please feel welcome to Habaswein, to Wajir South. This is your home, and we look forward to hosting you many more times in the future. Our Cabinet Secretary, Permanent Secretaries for Wildlife and Conservation, Permanent Secretary for Heritage, the Director General and Representative, the County Commissioner, the Member of Parliament of Wajir South, Mheshimiwa Muhammad Adaw, the CEC for Agriculture who is with us, wananchi wa tabaka mbalimbali, viongozi wengine, Mheshimiwa MCA wa Habaswein, na wale ambao wote wanaandamana na hawa, the members of the DIC President, the members of the CIC President, all protocol observed, wananchi wa tabaka mbali, assalamu alaikum. Kwa sababu wakati inanyoma, I just want to invite or ask to stand my colleagues who have been with me from the county government. We have the CEC for Agriculture, Banafara Saman, CEC for Agriculture. Hiyo mtu anahusika mambo ya ng'ombe, mtibabu ambaye mlikuwa mnalalamika. Kwa hivyo mjue yeye hapo hapa atawatumikia na mtauliza maswali mengi. Pia tuko na maafisa wako hapa na mimi. We have Director of Administration, Sahara, Director of Administration, Smame. We have Director of Tourism. We have Deputy Director of Tourism. We have Director of Tourism, Jamwana, Simama. We have other officers who are with us. There is officer in charge of nurseries. There is the tourist officer, and many more officers are with us. So thank you for coming and kindly sit down. I know time is out of, we are running out of time, and I just want to read the speech of the governor very fast. Ladies and gentlemen, distinguished guests and fellow wildlife conservationists, Wild Giraffe is an exciting annual event initiated by Giraffe Conservancy Foundation to celebrate the tallest animal and the longest day or night of the year. Over the last years, the county government has held the celebration of this amazing animal to raise support, create awareness, and shed light on challenges faced giraffe in this wildlife. Today I stand before you to celebrate and raise awareness about the creature that contains stand tall as a symbol of grace and beauty. The giraffe. On this World Giraffe Day, we come together to acknowledge the importance of conserving, protecting this land that roam our planet. The name Giraffe has its origin in Arabic. The Wajir County government featured two animals, coat of arms featured two animals, camel and giraffe with spears. The symbol defines and protection of these two animals. We recognize the value they have at our lives as a people. A report was published indicating Wajir County has a home to 12 species. We have to the group of 60,000 and 120. In 2016, the number of giraffe was 3,797, which is 2,325 for the last 5 years. Ensuring giraffe and other animals are conserved, the county government has constantly been supporting community conservancies in Sabuli, Korondile, Bute by constructing wildlife watering points, creating public awareness, and fighting the protection of giraffe. I encourage each of you to take action no matter how small to support the conservation of giraffes. Such reputable conservation organizations spread the word about the right and advocate for stronger protection. By working together, we can make significant difference in ensuring future giraffes continue to roam freely across Savannah. The environmental issue, and then the other one is about poaching. When we look at environmental issues, this mainly is a result of recurrent droughts. So we will ask the national government to support us in constructing water points for this animal. Water points for this animal so that we can be able to protect. I think tuko na mgeni, kwa sababu mgeni ako na sisi, wananchi wanaongoja kwa hamu yale ambayo angependa kuwaletea. Kwa hivyo ningechukua hii fursa
hand over the mic to the county commissioner. Sisi kama serikali wakati tunachukua hatua kwa wale waidaji haramu, mimi kama county commissioner sasa kusikia watu wakisema mtu ya jamii yetu anaonewa, mpaka watu wanafanya maandamano. Wale waidaji haramu wanatumia bunduki kuwinda wanyama wetu, na sisi tunatumia bunduki kudili na wao. Kama muidaji anatumia bunduki, hakuna siku serikali itasema ati mafianti, habari yako. Hakuna. Kama anatumia bunduki, serikali itatumia bunduki. Kwa hivyo kama kuna rafiki yako ama jamii yako ambaye ni muidaji haramu, fikisha ujumbe kwake ya kwamba ile anafanyia wanyama wetu, serikali itamfanyia ile. Nikimalizia, mgeni wetu wa heshima, tuko na changamoto ya magaidi katika eneo letu ya Wajir, zile sehemu zinapakana na Mandera pale, na serikali tunafanya tuwezavyo kudhibiti lile janga, lakini natoa mwito kwa wakaaji wa Wajir kwamba hili silo changamoto la serikali peke yake. Sisi kama wakaaji wa Wajir tujue ya kwamba wale wana magaidi wakitawala katika wilaya yetu, watoto wetu hawatasoma, biashara zetu zitaanguka. Wakati wa Kenya wengine wanajenga kaunti zao, kaunti yetu ya Wajir itarudi nyuma, watoto wetu hawatasoma na mtihani watafanya ile, biashara zetu zitaanguka. Kuna area inaitwa Buna pale Bataru. Kuna wagaidi walijaribu kuingia pale na kuulizia, wanasema tunatafuta walimu area hii. Wazazi wenyewe waliungana wakatuma ujumbe kwa wale magaidi, wakawaeleza last time mlisumbua sisi, watoto wetu hawakusoma, tunawapatia masaa 12 muwe mmeondoka area yetu. Ile inaitwa Koro. Within masaa 12 wale AS walikuwa wametoka ile area. That is the spirit we want in Wajir. That is the spirit we are looking for. Ya kwamba sisi wenyeji tuseme hatutaki. Tufuate example ya wale wakaaji wa Buna pale Batalu, walisema masaa 12 muwe mmeondoka hapa. Hatutaki upuzi. Kwa hivyo natoa changamoto pia kwa area zingine. Sisi wenyeji tuseme hapana, ndio kazi ya serikali ikuwe rahisi. Otherwise tukificha wale, itakuwa usipochunga leo, kesho itakuwa ngumu sana kutoa wale magaidi pale. Kwa hivyo nafasi hii basi nichukue nimwalike Madam PS Waziri, Madam CS Penina Malonza, my sister PS Sylvia Musea, who's a PS for wildlife, and the county commissioner, the deputy county commissioner, the MP of this area, my brother Mohammed Ado, the area MCA of Aswaina Ward, my brother Ahmed Idris, the chiefs who are here today, the elders here who are here today, watoto wa shule, walimu, the county staff, the CECs who are here today, all protocols observed. Hamjambo. Yangu ni mambo ya utamaduni na turadhi, mambo ya wanyama, mambo ya twiga ina wenyewe leo, si ndio? There's the CS and there's also the PS for wildlife, so that will be handled by them. Kwa machache, culture and heritage lies squarely in my state department. My state department builds the capacity of the women, of the youth, and the young champions of culture in this country. Tunayo, we have the arts. For instance, ile dance tumeona hapa, danto, rambur, sar, all those
all those are needed up there in the national government. They should not be hidden. They should not be hidden in the constituency level, in the ward level. We have what we call Bomas of Kenya. We have a brilliant institution that nurtures the cultures that we have in this country. Daantada oo kale, buraanburka, maamooyinka iyo maaragtay wiilasha hadda meeshan daantada ku dheelaayeen, abwaandiriya iyo tiimkiisa, Bomas imaada, hadda ay heli waysiin MCA-ga walaalkay Ahmed Cis, igala soo hadla, imaada, opportunities badan baa jiraan. Within the county, within the national government, we support many different cultures. We have dances. So please don't stay within the ward level. Nasoradia, idin kana cooperatives wahla no fongerea. Come together, iskaashada, dumarka, waxyaalaha neeto oo maxaa la dhahaa oo hagaajiyo, isha ahaan, suuq maxaa la dhahaa, surma, waxa kulliya hagaajin waan iga iibsanaynaa. We will buy them from you. We need them at the national level. We are in the process of digitizing and documenting what we call the Dodi project under the Museums of Kenya, which is also under me and Waziri Hapa. So what I'm saying is, come together, form cooperatives, go to the county government. Come together. When you are united, you can achieve so many things. Often, when you are united, maamoyin oo isu imaadeen Buulaju iyo Buulandege. National government-ka shaqadayna waxaa waaye inaan nicaawino, laakiin inaad isbaangaysiin waaye. Ma fahanteen? waxaa kalaan dhihi rabaa xafiis furta culture xafiisyaashooda in la furo waayay within the county government. Dumarka dadaala, iskaashada, cooperatives hagaajista. Anagana national government shaqadayna waxaa waayay inaan county government kala shaqeeyo. We have to work with the county government. If we are the national government, we cannot work alone. We need the county government. But today I'm very impressed that His Excellency the Governor could not be here, but he sent his representative, the CEC, and moving forward, we shall be working with the county governments. Dr. Waziri, you have to understand, Wajir South constituency, Waziri, the Wajir South constituency is a combination of basically 3 other counties. We have Central Nyanza, we have Central, we have Nyanza, we have Western combined. That is Wajir South for you. It is 23,000 square kilometers, and it is number 2 after North Hor. This is a massive constituency. So we really need the help of the national government. Matters giraffe, matters culture, matters heritage, matters constituency, be it water, be it security, be it roads, be it electricity. We need the presence of the national government here in this constituency. It is a vast constituency, as I've mentioned. Thank you so much. Aniga, I have an open door policy. If you cannot get me on phone, please come to the office. If you cannot get me, there is the MCA, there is the MP. You can always get me through them. Aniga, I'm your daughter. And and it is an honor and a privilege to be from Wajir South constituency and Wajir County as a whole. Thank you very much. Shukrani sana kwa watoto wa shule leo ambao walituuliza kwa shairi nyingi sana ambazo zilikuwa na messages nyingi sana, na niambie wazazi wa area muendelee kusupport watoto waende shule. Leo mumeona waziri, katibu wa wildlife ambaye ni mimi,
katibu wa kansa ambaye ni Umi, sisi wote ni wamama, tumefika kwa ndege moja kuja kusaidia shughuli ya kaunti ya serikali. Kwa hivyo kuna nafasi kwa wasichana kutia bidii, msikubali kuolewa mapema, endeni high school, tunaanza high school mwende university, mkuje msaidia hii constituency, tulio watu wapoa maji na maendeleo mengine. Ya pili, tunawaambia mwache kuwa Giraffe. Leo ni Giraffe. Na kulikuwa na poaching kubwa sana ya ndovu na serikali kamwagika. Mimi ningependa kupatiana onyo. Ukiendelea na hii poaching ya Giraffe, bushmeat tutamwagika na tunaanza kumwagika. So ambieni sababu nyinyi ndio hapa tu ndio ambao wanaua. Si wako hapa tu na pamoja na sisi. Wanunuzi si wako hapa. Waambieni mkono ya serikali ni mrefu. Kabla ijawafikia hii market ifungwe. Soko ni ya muda imeisha. Tuweke maneno ya wildlife conservation ikuwe kipaumbele. Ya tatu, tunawaambia mwache kuua Giraffe na mchunge wanyama kwa nini? Faida yake ni nini? Na wacha niwaambie mimi nimetoka Laikipia. County government na mbunge, budget ya conservancies ya Laikipia ni kubwa kuliko budget ya county government ya Laikipia. Watu wameajiriwa kwa conservancies kama rangers, kama drivers, kama cooks, kama chefs, kama tour guides ni mara mbili ya watu ambao wameajiriwa na county government of Laikipia. So hii maneno ya conservancies inaweza lipa. Mkijipanga tuweke Sabuli. Na mimi nashukuru sana na napongeza Sharmake. Kila siku ako kwa ofisi yangu akiniambia tutafanya nini watu ya Wajia. Sisi amekuja kwa ofisi yangu. Nashukuru sana KWCA ambao wako hapa leo. Kwa ambao wajui KWCA inamaanisha the Kenya Wildlife Conservancies Association. Hii watu wamesaidia majamii mingi sana kuset up conservancies. Tukiset up conservancies wanaweka ka lodge ama ka hoteli. Hata niwaambie Rwanda iko mnyama moja tu inaitwa mountain gorilla. Uchumi ya Rwanda imeinuka sana sababu ya mnyama moja inaitwa mountain gorilla. Kwenda kuona mountain gorilla is $1,000. $1,000 kupata ngapi mheshimiwa? Na hiyo ni 1 hour. Ikisha 1 hour unakuwa umetoka. So imefaidi na inaendelea kufaidi. County government ya Narok inakulia kutoka Masai Mara, Game Reserve na conservancies ambazo ziko hapo karibu. So ni rahisi sana kwa Wajia mjipange. County government kwa special plan yenu museme hii area ni ya wildlife conservation, hii area ni ya agriculture, hii mahali nyingine ni ya kuweka mifugo, sisi watu wa mifugo, na mahali yote iko wanyama mara mingi iko mifugo na inaweza kuishi pamoja. Ya mwisho ni kwamba hii budget ambayo ilipitishwa ama iko karibu kupitishwa, na mimi nashukuru mbunge wenu sababu alipitisha. Hii budget mara ya kwanza iko na pesa ya conservancies. Kwa mara ya kwanza iko na pesa ya maji within conservation areas. So tutaongea na mbunge, tutaongea na governor, tuulize maji tunataka kuweka wapi. Sababu mmekuwa mkipatia maji Giraffe miaka mingi. Hata sisi kama serikali tunataka pia kuwapatia ninyi maji. Na muendelee kusupport serikali. Iko panganyo inabakiwa mingi sana. Lakini ukikaa chini angalia hiyo budget inasaidia wananchi ya kawaida kwa mali kubwa sana. Ya mwisho illegal wildlife trade, especially cross border katikati ya Kenya na Tanzania. Ni kitu ambayo tunaangazia na tunatengeneza a specialized program sababu ni ngumu kupigana bila rasilimali. County Commissioner mimi najua bila pesa, bila magari, bila technology, hata tukiwaambia mtusaidie hamtaweza. So iko pesa tuna dedicate through KWS, through County Commissioner's offices, DCI, intelligence, kuhakikisha kwamba we can coordinate in a multi-sectoral manner and ensure that illegal wildlife trade does not continue to thrive. Tumefanya hiyo kazi boda ya Tanzania na tuko karibu kumaliza hiyo shida. Tunakuja kwa boda ya Somalia. Watu ya Wajia, tunataka kuwaambia asanteni sana kwa kutukaribisha. Hii serikali ni yenu. Huyu ni waziri amefika hapa na tutaendelea kukuja. Na tukikuja next time atukuji hadithi, tunakuja kulaunch ita maji, tunakuja kulaunch conservancy nyingine, tunaongea na development partners through KWCA, KWS. Na siwezi toka bila kusema KWS.
Shukran sana. Against limited resources, mnajaribu na tunajua. Na tukiwa Nairobi tunajaribu kufikiria venye tunaweza waextendia budget na kutafuta namna ya recruitment. Kwa hayo machache, ningependa kukaribisha mgeni wa heshima wa leo, mdosi wetu ambaye anatuongoza kwa ministry. Madam Sylvia Mseya pamoja na mwenzako Mama Umi ambaye ni wa eneo hili, Mheshimiwa mbunge wa eneo hili ndugu yangu Mohamed Adoa, County Commissioner wetu ambaye ni Karugu, Mheshimiwa wa mashinani wa eneo hili ward, ndugu yangu Ahmed, ndugu yetu ambaye ulitukaribisha hapa na mkurugenzi mkuu wa Sabuli, Conservancy, na viwango vyote pamoja na wazee wetu na wamama na watoto, nikiheshimu kila kiwango na kila madaraka. Amjambo. Salamu alaikum. Mimi kwangu ni furaha kubwa kuwa mahali hapa mara ya pili. Najua ile siku ingine niliweza kufika kule Wajir town, lakini leo nimefika hapa Basweni ambao ndio Umi ametoka. Na mimi ni mama ama ni waziri wa makatibu watatu, wawili wakiwa mama kama mimi ambaye nimekuja nao leo, mmoja akiwa ni mtoto wenu hapa nyumbani na mwingine akiwa ni waziri wangu wa ni katibu wangu wa wanyama wa porini, na yule mwingine ni kijana ama ni mzee wa utalii. Kwa hivyo niko na watatu na nashukuru mmoja wao ametoka hapa kwenu. Kwa hivyo ninapokuja mahali hapa siji kama mgeni, naja kama mmoja aliyefaidika zaidi hapa kwenu Abasweni, kwa sababu niko na katibu wangu anatoka hapa. Jambo la pili, leo ni siku kuu ya kusherekea ulimwenguni mzima mambo ya twiga dunia mzima. Na mimi ningependa kuanzia kwa kuwashukuru kwa ile bidii na juhudi ambao mmeweza kuweka hasa eneo hili la Wajir South. Nimshukuru pia mheshimiwa wenu Shubafu aliweza kuja ofisini kwangu akiwa na ndugu yangu Charmati, wakanifamia pale na wakaniambia lazima nije siku ya leo nizungumzie mambo ya twiga. Basi ndio maana nimeweza kuja kwa mwaliko wao. Niwashukuru sana pia na commissioner kwa bidii yake na wale wote wanahusika, machifu wetu, askari wetu wanaotujulia habari ya siri pia wako. Niwashukuru sana na nimtambue mmoja wa machifu aliyekuwa hapa ambaye ameweza kupigana hizi vita kwa njia ya kipekee na ya bidii, ndugu yangu Shukri Mahad Muhammad. Karibu hata unisalimie kwa kazi nzuri. Na kupongeza sana, uliweza kukabiliana na wale watu. Ndio huyu ndugu yetu. Na tutamulinda kwa sababu ninajua hata wale wakisikia hivyo wako na shida na yeye. Lakini tunaambia sisi serikali nzima tutakuwa na shida na wao wakimguza. Asante sana, tumeshukuru sana. Machifu wengine tieni bidii pamoja na wale washikadau wengine. Yangu itakuwa machache kwa sababu muda umeenda sana. Watu wa Wajir South, wakati tuliweza kufanya census tulipata tuko na Giraffe 19,722 zikiwa siko northern part of Kenya. Na kati ya hao tunajua nyinyi mko na twiga 6,000 hapa kwenu. Hiyo ni idadi kubwa sana. Hivyo ni kumaanisha nyinyi ndio wachungaji wa twiga ambao mmeweza kuwalinda katika Kenya yetu. Na ningependa niwashukuru, ndio maana
tukachagua eneo hili tuje leo tusherekee mambo ya twiga. Kwa hivyo mimi niko na furaha leo kuja kusherekea siku ya twiga hapa Wajir, na ninajua leo hii ni siku ya kipekee kwa sababu pia ile tunaita mambo ya jua na mambo ya mwezi leo imetambulika kwamba ndio siku ile itakuwa mrefu zaidi duniani. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu imeunganika sherehe mbili kwa moja. Tumesikia katika maongezi yenu twiga amepatwa na shida mingi. Nimesikiza vizuri mzee wetu akiongea hapa, akasema zamani mlikuwa mko na dofu eneo hili, lakini wakawindwa na wale watu haramu wakamaliza. Leo hii tumekuja kuongea mambo ya twiga ambao pia nao wameweza kuwindwa pakuu. Mimi nikiuliza naambiwa wengine wanawindwa kwa sababu tuko na ile mila inasema ati tukila hiyo nyama tutapona. La hasha, hiyo si kweli. Wengine wanaweza kuuza katika ile kambu yetu ya Kakuma tunajua, na wengine wamefukisha mipaka mpaka kule Somalia. Leo tumekuja tuseme kwa pamoja tutaunganika kulinda twiga wa Kisomalia mahali hapa. Mko pamoja nami? Tutawalinda. Tushikane pamoja. Laiti nimetoa machozi wakati wale watoto walikuwa wanaongea. Mimi nilikuwa nauliza si wangeongea kwa lugha ya Kisomali tusikie wote. Maana walikariri ile sheria mpaka nikamwagika machozi. Kwa sababu hao watoto wanatambua twiga ni mnyama maridadi na tuliyempewa na Mungu. Kwa hivyo mimi naomba ndugu zanguni, kwa sababu mmelinda kwa miaka mingi, na nimesikia mkisema hata mko tayari kuacha ufungaji ule mwingine mfunge pamoja na hao. Mimi hiyo ningependa kuunga mkono, na niseme hapo ndio tumechukua msimamo kama Wizara ya Utalii, Wanyamapori na Turathi zetu. Tumesema tutakuwa na mwelekeo mpya ule tunauita Conservancy. Nyinyi wenyewe mulinda hao wanyama na muweze kulipwa kwa kuwalinda, kwa sababu jamani, hao wanyama ni rahisi kulisha, na kama tutawalinda pamoja na kufunga wale mbuzi wetu na ng'ombe wetu na ngamia wetu itakuwa ni rahisi. Hapa ndio mahali peke yake Kenya mzima nimeweza kusikia jamii ikitetea wanyamapori wapate dawa. Pongezi kwenu. Hapa ndio mahali Kenya mzima nimeweza kusikia mheshimiwa aliyechaguliwa akiungana na jamii na kusema wanakula kiapo hawataweza kuua twiga. Pongezi mheshimiwa. Hapa ndio nimesikia peke yake commissioner akisema atachukua jukumu kufanya kazi na wananchi kulinda twiga. Asante sana commissioner. Langu nataka kuhakikishia ya kwamba nitaungana pamoja nanyi. Huyu kijana wenu aliniuliza tumsaidie katika ile Conservancy yake, na tutamsaidia. Na pia tunataka muweze kufungua Conservancy zingine, pia jamii zingine katika ward wasaidike, isikuwe ni hiyo moja. Tukifanya hivyo tutapata ile faida iliyopo katika kuwalinda wanyama wa porini. Na sisi tumesema kama wizara, wakati mnaniambia sijawalipa ni kweli, lakini hao wanyama serikali ya Kenya inawalinda kwa niaba ya wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tunasema ni heritage yetu, ni kama kupeana zile ngamia zako. Mimi waziri nikuchungie, lakini ni zako. Anayepaswa kulipa mwingine ni nani?
amenyawaza. Lakini hii yote wanyamapori ni wetu sisi watu wa Kenya, na tunapotambua ni wetu, wala si wa serikali, wala si wa kijiji fulani, sisi tutahusika kila mmoja wetu kwa kuwalinda. Mimi ningependa niwashukuru wamama katika wale scouts. Nimeona hata wamama wako. Pongezi sana wamama mliojitolea ili mkajipeane kwa kulinda wanyama pori. La mwisho, kwa sababu ya saa, mimi ningependa kusema hivi. Nimesikiza kutoka ofisi ya commissioner mpaka hapa wale wazee wakiongea na yule mama akiongea, wale vijana wakiimba na wale watoto na pia wazee. Na nimesikia ule ujumbe uliokuwa mahali pale ni wa kila mtu aliye mahali hapa. Ningependa kuhakikishia kama vile katibu mkuu amesema, wakati tumefanya bajeti ya mwaka huu tunaoanza mwezi wa Julai, tumesema wale community wanalinda wanyamapori watakuwa wakifaidika pia na maji na mabawa. Si hao wanyama wanakunywa maji yenu? Kwa hivyo hata na nyinyi mfaidike. Mpewe pia mabawa kutoka kwa ministry yangu, hata kama ni moja, tutakuwa tumeona faida ya wanyama. Pia nimeulizwa, wakati tunaajiri, tunataka tuajiri vijana wa hapa kwenu, kwa sababu nyinyi ndio mmekuwa walinda twiga wa zamani na wanyama wengine. Tunapoanza kuajiri tutawakumbuka, na ningeomba mheshimiwa unikumbushe. Jambo la tatu, nimeweza kuulizwa station ambayo iliweza kufungwa hapa miaka 30 iliyopita, ili akija KWS nitafanya bidii nifungue hiyo station kwa sababu ya twiga na wale wanyamapori waliowapo. Pia ningependa kuhakikishia, tunajua wale askari wetu ni kidogo. Hata hao tulioona hapa pengine wametoka kwingine au kutoka hapa. Nataka kuhakikishia na sukuma, kwa sababu niko chini ya wale staff nahitaji karibu 1500. Kwa hivyo tunasukuma, na wakati tutaanza kuajiri tutawakumbuka watu wa Habasweni. Na mwisho, mimi ni washukuru sana kwa kuningoja karibu siku mzima. Tena niseme poleni sana, kwa sababu nilitarajia kuwa hapa saa 1 asubuhi. Lakini rais wetu mpendwa akawa anakuja eneo nimesimamia asubuhi. Ikabidi nikimbie Naivasha nikumkaribisha kwa sababu ya kusinua mambo ya safari gari, na nilipotoka huko ndio nikaja. Poleni sana kwa kuwaweka. Mimi ni mama wa Kikamba, na kwetu tunaambiwa pole ya mdomo haikubaliwi. Kwa hivyo ningependa kusema kwa shukrani zangu mwenyewe na ofisi yangu ya wizara yangu, ningependa pia kwa njia kipekee nitambue hao watoto waliotutumbuiza. Najua ni shule 4 na najua amekaa hapa hata maji hawaja kunywa. Kwa hivyo nitaachia MCA wetu kila shule 10,000 ili waweze kunywa maji. Pia vijana wetu waliotutumbuiza tutawakumbuka, lakini zaidi niwaambie watu wa Busweni, mulinisaidia kwa kunipa huyu msichana umi. Simama huyu. Huyu ndiye anayesimamia tamaduni, ndiye anayesimamia mambo ya museum, ndiye anayesimamia mambo ya wale tunaita heroes and heroines, wale watu shubabu wanafanya mambo mpaka tunawatambua kama huyu chief. Yeye ndiye anayesimamia hiyo maneno yote. Na ndio maana nimefurahishwa na ile densi
ya wazee. Hiyo densi iko kwake, na tulimwambia jaribu achague kidogo wakuje kule watuimbie. Kwa hivyo hiyo ni kazi nimemwachia. Kwa niaba yake, wakati nilikuja kule Wajir kwa shukrani zake, tuliweza kuahidi watu wa Wajir town tutawapea museum. Tutaweza kurekebisha ile ukuta, na hivi ningependa kusema kwa kaunti ya Wajir nimetenga milioni 50 siasa kutumika mahali pale. Kwa hivyo ukirudi my good CC, mwambie gavana na mgoja Nairobi akuja atuelezee ile kazi anataka ifanywe kwa hiyo museum kwa ajili ya huyu msichana wenu aliyefanya kazi kwa bidii. Milioni 50 tutaacha hapa Wajir. Asanteni sana na Mungu awabariki, na tutaonana siku nyingine tukiaidiana tutachunga twiga wa Kisomalia ama wale tunaita integrated giraffe in this place. Thank you and God bless you.